Na tukirudi Mombasa, viongozi katika kaunti ya Mombasa bado wanalalamikia huduma duni katika kivuko cha Likoni kutokana na mikasa hitilafu za kimitambo za mara kwa mara katika feri. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho, ametaka serikali ya kitaifa kuweka mikakati ya kujenga daraja kama njia mbadala ya kukabiliana na changamoto ambazo abiria wanakumbana nazo kila leo katika kivuko hicho. Kadzo Gunga na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Vuta ni kuvute bado inaendelea kushuhudiwa baina ya viongozi katika kaunti ya Mombasa, usimamizi wa shirika la feri nchini na serikali ya kitaifa. Haya yalidhihirika wazi katika siku ya kuadhimisha miaka 52 ya uhuru, ambapo gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho miongoni mwa viongozi wengine walieleza kutamausha kwao na jinsi serikali ya kitaifa inavyoshughulikia swala hilo. Sijui niongee mara ngapi isikike. There is a problem at the ferry and we need to address it. The problem may be beyond the management, lakini wamepewa pesa. It affect mwezi huu ni mwezi wa wageni wengi sana. Hawa watu wametuma wataalamu na wametoa pesa ya utafiti na design, research and design for a possible BOT. Lakini they only need one letter from the national government that go ahead and do it. It's not costing the government any money. Hamutoi rasilimali, hamutoi pesa, ni research ifanywe, muambiwe daraja inaweza kukaa namna hii, design hii na BOT. Siku za hivi karibuni kumekuwa na visa kadha wa kadha ambapo maelfu ya watumizi wa kivuko cha Likoni wamekuwa wakikumbana na mikasa, ikiwemo kulemazwa kwa usafiri, huku watalii wengi wakikosa safari zao za ndege, wafanyabiashara wakilalamikia kuathirika kwa biashara zao na hata majeruhi kuripotiwa. Itakumbuka kwamba miezi iliyopita kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa alipendekeza kubadilishwa kwa usimamizi wa shirika hilo, ila halikupokelewa vyema na baadhi ya viongozi, huku watumizi wa kivuko cha feri wakizidi kushinikiza kuimarishwa kwa huduma za usafiri katika eneo hilo. Hata hivyo, gavana Joho amesema atahusisha wawekezaji kutoka mataifa mengine ili kuleta suluhu la kudumu katika kivuko cha feri iwapo serikali ya kitaifa haitajukumika, kwani ametaja kuongezwa kwa feri mpya kutokuwa suluhu. And after all, it's a devolved function. I mean, wacha niwaambie sasa. I am giving you that opportunity. Kama hamfanyi, we will put an advertisement to say we want a partner for an expression of interest, mtu ambaye atashikana na sisi tujenga daraja hapa. Na kama mtasimamisha tusamisheni hapo. Msongamano katika kivuko cha feri imekuwa swala ambalo limegonga vichwa vya habari siku za hivi karibuni, hali ambayo imepelekea viongozi katika kaunti ya Mombasa kutaka kuja na suluhu la kudumu, ambapo ni kujenga daraja katika kivuko hiki, suluhu ambayo wameitaja imefanikiwa katika mataifa mengine ya nchi za kigeni. Kadzo Gunga, Pwani TV, habari za Mambao. Na tukielekea katika masuala ya elimu, sekta elimu humu nchini huenda ikashuhudia mabadiliko makuu, hususan katika mfumo wa 844 na mtaala unaotumika kwa sasa. Jopo kazi lilotwikwa jukumu la kufanya mabadiliko katika sekta hiyo limesema kuwa mfumo ulioko kwa sasa umeonekana kuwa mzigo kwa wanafunzi, ikizingatiwa kuwa wanalazimika kujifunza idadi kubwa ya masomo. Oscar Ucheng anatuarifu zaidi. Statement about a political party. Washikadau katika sekta hiyo wakiwemo walimu, wazazi, vyama vya walimu na mashirika ya jamii watakuwa na mchango mkubwa katika kuchambua mtaala mpya kama hatua mojawapo ya kufanyia mabadiliko sekta ya elimu. Huenda mtaala unaotumika kwa sasa ukatupiliwa mbali na kuasisiwa kwa mtaala mwingine iwapo mapendekezo yatakayotolewa na jopo hilo yatatekelezwa. Mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE nayo pia huenda ikatupiliwa mbali, swala ambalo limezua maoni tofauti baina ya wakazi wa Mombasa. Ni vizuri waangalie vile wanaweza weka mikakati ya kuangalia mtoto anapasiu somo gani. Hilo somo ndio aendelee nalo, hizo zingine aziache kando. Lakini mambo ya kusema wana abolish mambo ya exams, hilo napinga. Let it be scrapped off because haisaidii watoto.
from primary KCSE, KCPE na KCSE. Haisaidii watoto at all. Siungi mkono swala la KCSE na KCPE kufutiliwa mbali. Huenda ikaleta pengine ikaregesha kiwango cha elimu nyuma tena zaidi. Mabadiliko katika mfumo wa elimu humu nchini yalifanywa mwisho mwaka 1985 ambapo mfumo wa 7423 uliondolewa na ule wa 844 kuanza kutumika. Mafunzo ya taaluma wanazonuia kufanya wanafunzi yataanzishwa katika shule za upili ili kupunguza shinikizo la mitihani ya kitaifa. Oscar Ochieng, Pwani TV, habari za Mwambao. Na mtazamaji, napata pumziko, narudi muda usiokuwa mrefu, kwa hivyo usiende mbali. Naam, karibu tena. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini imebadili uamuzi wake wa awali wa kumkamata kiongozi wa mrengo upinzani wa CORD Raila Odinga kwa madai ya matumizi mabaya ya fedha za Eurobond. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Nelson Mzee, tume hiyo imesema kuwa kiongozi huyo wa CORD kupitia mawakili wake amefuata taratibu zilizoamrishwa za kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na stakabadhi zote husika. Mkurugenzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Halaki Wako amesema kuwa hoja kuu ya kiongozi huyo inatokana na stakabadhi mbili kutoka kwa afisi ya Wizara ya Fedha ambayo inahusu matumizi ya robo ya kwanza ya uchumi ya mwaka wa 2014-15 na maangalizi ya bajeti, yani Budget Review Outlook Paper ya mwezi Septemba mwaka huu. Hatua hiyo ya kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga kuwasilisha stakabadhi kupitia mawakili wake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC bila shaka imeonyesha ishara ya kutii sheria aliyopewa ya hapo awali ya kumtaka ajitokeze kuelezea kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo la Eurobond. Wakenya wengi walitarajia kuwa labda kiongozi huyo atakaidi mwaliko huo wa kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo na kueleza kinaga ubaga kuhusiana na swala hilo. Haya najiri siku moja tu baada ya Raila kutangaza waziwazi kukataa ombi la kumtaka kujiwasilisha mbele ya tume hiyo mapema hii leo. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba siku ya Jumamosi katika maadhimisho ya siku ya Jamhuri alimtaka kiongozi huyo kukoma kutoa matamshi kuhusiana na swala hilo la Eurobond na badala yake kuwasilisha tetesi zake kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi. Lakini hakuna haja ya kunipinga na kufanya mambo ambayo inaharibu uchumi wa nchi hii, kwa sababu jameni, unataka Wakenya waumie kwa sababu unachukia uhuru. Huku swala hili likiwa linazua mihemko mbalimbali humu nchini, wakazi wa hapa Mombasa walikuwa na haya ya kusema. Sioni sababu gani serikali inatoa ukali wakiulizwa wajibike kwa wananchi jinsi walivyotumia hela za wananchi. Hii hela ya Eurobond ni deni, na ni deni ambayo italipwa na Mkenya wa kawaida, mimi na wewe. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali kuwajibika kwa wananchi na kueleza, kutoa mastakabadhi ambayo yanaeleza jinsi hela ilivyotumika. Mimi nilikuwa naonelea kabisa kama kodi Raila ana uhakika kabisa. Sioni nini anaogopa, hakuna sheria ati ataenda sijui hukumiwa na nini. Abi wananishi waziwazi, kwa sababu hata wananishi wanauliza kama kodi anaongea ukweli, sijui ni kwa nini anaogopa. Na sheria ziko, analindwa na sheria. Sioni harassment yote ambayo atakienda huko. Raila should not appear and he should not be summoned, kwa sababu EAC has all that mandate to do that. Yeye aliuliza swali na it's logic. Ukiulizwa swali, the officials should go back to the drawing table. Nikiripotia habari za Mwambao, mimi Nelson Mzee. Na tukielekea mahakamani, mwakilishi wa wodi ya Shanzu Maimuna Salim Mwawasi leo amefikishwa katika mahakama Mombasa kujibu mashtaka ya ufisadi dhidi yake. Mahakama imefahamishwa kuwa mnamo tarehe 16 mwezi Julai mwaka huu, Maimuna aliomba hongo ya shilingi 500,000 kutoka kwa Maureen Lea Akech ili aweze kumsaidia kutatua mzozo wa ardhi baina yake na serikali ya kaunti. Mwanahabari wetu Brandi Mandola ametuandalia taarifa hiyo na nyingine kutoka mahakamani.
Mashtaka mengine yanayomkabili mwanasiasa huyo ni kuwatishia maafisa kutoka kitengo cha kupambana na ufisadi walioongozwa na Alfred Mwachuga pamoja na kuwachochea wananchi wachome gari lililokuwa na maafisa hao waliokuwa wakifanya uchunguzi dhidi yake. Maimuna alishtakiwa pamoja na Christopher Karisa aliyedaiwa kupokea hongo ya shilingi 500,000 kwa niaba yake. Cheti cha kukamatwa kwa Karisa kimetolewa na hakimu Richard Odenyo baada ya mshukiwa huyo kudinda kufika mahakamani ileo. Maimuna amekanusha mashtaka yote na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 pamoja na mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Kesi hii itasikizwa mnamo tarehe 15 mwezi Januari mwaka ujao. Kwingineko katika mahakama hiyo, vijana 7 kutoka eneo la Old Town iliyoko hapa Mombasa wanakabiliwa na mashtaka ya kunuia kutekeleza uhalifu baada ya kupatikana na silaha hatari ikiwemo visu na vyuma. Aidha, vijana hao wanakabiliwa na mashtaka mengine ya kupatikana na bidhaa zilizokisiwa kuwa za wizi ikiwemo kipakatalishi na nyayo za stima. Abdul Kadir, Abdalla Hamisi Hassan, Kevin Osobo, Abdul Majid Swale, Hamed Mosen na Ismail Hamed wamekanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 kila moja pamoja na msimamizi wa kiasi sawa na hicho. Kesi yao itasikizwa mnamo tarehe 3 mwezi Februari mwaka ujao. Kasim Ali Habibu. Nikiripotia habari za mambo kutoka mahakamani, naitwa Brandi Mwandola. Na mtazamaji, tupate bei za bidhaa, ubadilishanaji wa fedha za kigeni na vile vile utabiri wa hali ya anga. Haya mtazamaji, kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa zetu za Mwambao. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku usiokuwa na bughudha, kesho majaliwa sana wakati kama huu. Naitwa Khadija Mwinyi.